Tujifunze neno la Mungu kutoka kitabu cha Waamuzi sura ya 4, tuanze na mstari wa 4. Waamuzi 4 na mstari wa 4. Basi Debora nabii mkewe Lebinothi ndiye aliyekuwa mwamuzi wa Israeli wakati ule. Naye alikaa chini ya mletemu wa Debora kati ya Alama na Betheli katika nchi ya vilima ya Efraimu. Wana wa Israeli wakakwea kwake awaamue. Huyu alituma mtu akamwita Baraka wa Abilomu toka Kedeshi Naftali, akamwambia, je, Bwana Mungu wa Israeli hakutoa amri akisema, enenda ukawavute kwako huko katika milima ya Tabori watu 10,000 na wana wa Israeli na wana wa Naftali na wana wa Zabuloni? Nami nitakuvutia Sisera amili wa jeshi lake Yabili hata mto wa Keshedi pamoja na magari yake na wingi wa watu wake, nami nitamtia mkononi mwako. Baraka akamwambia, kama utakwenda pamoja nami ndipo nitakwenda, bali kama hutaenda pamoja nami mimi siendi. Basi akasema, hakika nitakwenda pamoja nawe, lakini safari utakayoiendea haitakupa heshima wewe, maana Bwana atamuuza Sisera katika mkono wa mwanamke Debora. Akainuka akaenda pamoja na Baraka mpaka Kedeshi. Haleluya. Tunasoma kwa habari ya watumishi wa Mungu. Debora alikuwa nabii wa Mungu tangu enzi hizo, kabla Yesu hajazaliwa. Debora alikuwa mtumishi wa Mungu, alikuwa nabii. Unajua nabii wewe? Alikuwa nabii wa Mungu akimtumikia Mungu. Na Mungu akasema na Debora ya kwamba akamwambie Baraka aliyekuwa mfalme aende akapigane vita, maana tayari Mungu ameshamweka Sisera mikononi mwake Baraka. Lakini Baraka akasema, Debora, kama hutakwenda pamoja nami mimi sitaenda. Na Debora akamwambia, kama hutaenda, kama nitaenda pamoja na wewe, basi heshima hii haitakuwa yako, maana Mungu atamuuza Sisera mikononi mwa mwanamke Debora. Lakini Baraka alikubali. Umeona? Kwa hiyo mwanamke Debora akaenda vitani pamoja na nani? Pamoja na Baraka. Mwanamke. Mungu anawaheshimu watu wote, na Mungu ameweka utumishi ndani ya watu wote. Hakuna kusema kwamba sijui wanawake sijui sio watumishi wa Mungu sijui nini. Hapana, Mungu hana upendeleo. Hebu tujifunze kwa Mungu wetu asiye na upendeleo. Mungu alimtuma, alikuwa anatumia maneno yako kupitia kwa mwanamke Debora. Ndiye aliyekuwa muamuzi kipindi hicho. Watu walikwea toka mbali kwenda kwa Debora ambaye Mungu alimchagua kwa kipindi hicho. Na bado Mungu alisema na Debora kwamba amwambie mfalme Baraka kwamba aende akapigane vita, maana tayari ameshaweka maadui mikononi mwa Waisraeli. Lakini Baraka aliogopa, akasema, wewe mbeba maono, wewe uliyebeba maono kutoka kwa Mungu, usipoenda pamoja nami na mimi sitaenda. Amen. Debora akaenda pamoja na Baraka, lakini alimwambia ukweli kabisa, kama utakwenda pamoja nami hii safari haitakuwa na heshima kwako. Yaani wewe unayesimama tu kusema wanawake sio watumishi wa Mungu sijui unapingana na Mungu. Mungu anatutumia na Mungu anatuheshimu. Amen. Tena ukisoma Yoeli 2:28 na 29. Hebu tusome tu pamoja. Yoeli 2:28 anasema hivi, hata itakuwa baada ya hayo kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Tena juu ya watumishi wenu wanaume kwa wanawake katika siku zile nitamimina roho yangu. Mungu anawaheshimu watu wote. Mungu anawatumia watu wote, wa kike na wa kiume. Mungu anawatumia. Usije ukaona kwamba mara ya kwanza Yesu alipozaliwa
Nitakuletea klipu nyingine nikwambie kwa nini, unapouliza kwa nini Yesu hakuwa na wanafunzi wa kike, kwa sababu gani, nitakupa sababu. Endelea kunifuatilia, utapata sababu ya kwa nini Yesu hakuwa na wanafunzi wa kike. Na Mungu wa mbinguni akubariki. Lakini Mungu anawaheshimu watu wote. Ukisoma katika kitabu cha Zaburi anasema, ninalituma neno langu kwa mwanamke amtumikiaye Bwana, ni jeshi kubwa. Yaani mwanamke amefananishwa na jeshi. Wewe uogopi? Mungu hana upendeleo.